katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ardhi yenye utajiri wa amani na upendo, ardhi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo anatokea rais mwingine. Huyu si mpinzani wa Samia Suluhu Hassan, bali ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu, yaani TFF, ndugu Wallace Karia. Inaonyesha katika nchi 3 zinazowakilisha World Cup Under 17, zoni yetu imekuwa inashiriki. Tunataka tufanye hivyo hivyo kila mwaka, lakini pia tuende kwa Under 20 women, na pia ikiwezekana tuende tufanye vizuri zaidi kwenye World Cup. Ilikuwa mwaka 2017 pale kamati ya uchaguzi ya TFF ilipomtangaza Karia kuwa mshindi wa urais, akichukua nafasi hiyo kutoka kwa rais aliyepita Jamali Marinzi aliyemaliza muda wake, na kuanzia hapo kilichofuata ni historia katika soka la Tanzania na ukanda wa Sekafa kwa ujumla. Huyu ni Mtanzania halisi, mzaliwa wa kule jijini Tanga, jiji la Maravidavi, yaani Wajaleo kuondoka Majaliwa. Yeye alizaliwa hapo, ingawa kulikuwa na masuala yanayohusiana na uraia wake. Idara ya uhamiaji nchini Tanzania ilithibitisha kwamba yeye ni Mtanzania kwa kuzaliwa. Hii ilitokana na uchunguzi uliofanywa baada ya pingamizi lililotolewa na mgombea mwenza Imani Madega akidai kuwa Karia si raia wa Tanzania. Uchunguzi huu ulijumuisha vipimo vya vinasaba, yaani DNA, na hatimaye kuthibitishwa kuwa alizaliwa nchini humu, huku baba yake akiwa raia wa Somalia. Wallace Karia ni msimamizi wa soka kutoka nchini Tanzania ambaye kwa sasa anashikilia nafasi ya rais wa shirikisho la soka. Katika kipindi chake cha uongozi amefanya mabadiliko makubwa katika soka la nchi hii. Mwaka 2019 alichaguliwa pia kuwa rais wa chama cha soka kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, yaani Sekafa, akionyesha ushawishi mkubwa katika eneo hilo. Katika kipindi cha uongozi wake, Karia ameweza kuleta mafanikio kadhaa makubwa katika soka la wanawake na wanaume nchini Tanzania, yakiwemo ya timu ya taifa ya wanawake wenye umri chini ya miaka 17 iliyofanikiwa kuingia hatua ya robo fainali ya kombe la dunia mwaka 2022, ikiwa ni mara yao ya kwanza kushiriki katika fainali hizo. Na pia Twiga Stars ilishinda kombe la Sekafa mwaka 2018, mabingwa wa Kosafa 2021 na Wafcon 2024 kule Morocco. Mafanikio mengine makubwa ni kwa timu za vijana kama Serengeti Boys iliyofanikiwa kufuzu fainali za Afcon nchini Gabon mwaka 2017. Kwa Taifa Stars hii haijawahi kutokea. Chini ya uongozi wa Karia, timu hiyo imefanikiwa kufuzu Afcon mara 3, ambazo ni mwaka 2019 yakifanyika kule Misri, mwaka 2023 yakifanyika kule Ivory Coast, na mwaka huu yatafanyika kule Morocco, na kwa upande wa chani ni mwaka 2023 kule Cameroon, na kufuzu chani mwaka 2024 ikiwa moja kati ya zile nchi 3, yaani pamoja na Kenya na Uganda. Aidha, timu za vilabu kama Simba imefanikiwa kutinga robo fainali ya klabu bingwa barani Afrika kwa mara 4, huku mtani wake Yanga ikifika fainali ya kombe ya shirikisho barani Afrika mwaka 2024. Karia pia amekuwa mstari wa mbele katika kuboresha miundombinu ya soka nchini. TFF chini yake imeweza kujenga vituo viwili vya soka vilivyopo Kigamboni na Tanga, ambavyo vinatumika kwa mafunzo mbalimbali na kukuza vipaji vya vijana. Na pia kwa ukubwa wake, baadhi ya viwanja vimewekwa taa ili kuruhusu mechi za usiku kufanyika. Navyo ni pamoja na uwanja wa Kaitaba ulioko mkoani Kagera, uwanja wa Jamhuri ulioko jijini Dodoma, na uwanja wa Majaliwa uliopo mkoani Lindi. Kwa mafanikio binafsi, rais huyo amefanikiwa kuwa rais wa Sekafa tangu mwaka 2019, na mwaka huu amechaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF. Sekafa kwa kuweza kunipa support na kuniruhusu niweze kuwa peke yangu, lakini pia niwashukuru kwa kuhakikisha kwamba tumeweza kupata kwa mara ya kwanza pia uwakilishi kwenye FIFA Council.
matarajio yetu kwamba tutaendelea kuweka siasa pembeni na kushirikiana kuhakikisha kwamba tunafanya maendeleo ya mpira. Maendeleo ambayo tutayafanya kuhakikisha kwamba tunacheza mashindano mengi yanayohusisha vijana kwenye grassroots na kuja mpaka juu, lakini pia kuhakikisha kwamba nchi zetu zinapata nafasi ya kushiriki mara kwa mara kwa wingi kwenye mashindano ya yanayotayarishwa na CAF kwa maana ya AFCON na WAFCON. Hata hivyo, palipo na kulwa hapakosi doto wake. Utawala wa Karia haujafanikiwa bila changamoto. Wakati baadhi wanakiri mafanikio yaliyopatikana chini yake, wengine wanasema kuna haja kubwa ya kuboresha mafunzo kwa waamuzi na kuzingatia maendeleo zaidi kwenye ligi za vijana, huku wengine wakihukumu uongozi wake kuwa na viashiria vya rushwa na upangaji wa matokeo kwa baadhi ya timu, huku dabi mbili zikiingia katika matata ya kutochezwa, ikiwemo ile ya mwaka 2021 na hii ya Machi 8 mwaka huu, ambapo mpaka sasa joto lake lipo juu, huku bodi ya ligi ikiwa bado kimya katika maamuzi gani yatachukuliwa kuhusu swala la dabi hiyo. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Katika historia ya viongozi wa soka la Tanzania, hakuna aliyepata mafanikio kama alionayo Wallace Karia. Kwenye kukosoa tutakosoa, na pia kwenye kupongeza tutafanya hivyo. Hongera Karia kwa uongozi bora ambao unaonyesha maono yako katika kulifikisha mbali soka la Tanzania. Nchi yetu imepata heshima kubwa kimataifa kupitia mchezo wa mpira miguu, hasa katika awamu ya uongozi wako. Mwandaaji na msimulizi wako ni mimi Gerard mwana wa Kadinya.